Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Royal Television? Karibu sana katika chaneli yako pendwa, sehemu pekee ambapo unapata taarifa za kimichezo, lakini bila kusahau masimulizi ya kimichezo kila wiki. Cha kufanya ili tuende sambamba zaidi, ili tuweze kuwa wanafamilia zaidi, cha kufanya ni kwamba pale YouTube gusa alama ya subscribe, lakini pale TikTok gusa alama ya follow, ili tuweze kwenda sambamba zaidi na zaidi, wala kisikupite chochote na wala hautakosa kile ambacho tumekiachilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Moja kwa moja nikupe taarifa ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Wale wanangu ambao tunafuatilia sana ligi ya Saudi Arabia, ligi ya Saudi Pro League ambayo iko pale Asia, iko katika bara la Asia, ambapo wanachuana vyema sana Cristiano Ronaldo pamoja na Karim Benzema kwa sasa, maana mpinzani wao mkubwa kabisa Al Nassr ni Al Hilal, ambapo Al Hilal kwa sasa wamemchukua Benzema muda mrefu sana na mwasapoti katika mechi nyingi kuchukua pointi 3 nyingi muhimu na kuwasababisha kuendelea kukaa nafasi ya pili mwa msimamo wa ligi kuu ya pale Saudi Arabia. Kumbuka msimamo umekaa kama ifuatavyo: nafasi ya kwanza yuko Al Nassr akiwa na jumla ya michezo 32 akiwa amewini michezo 27, akiwa amedraw mchezo mmoja na akiwa amepoteza michezo minne, akawa na jumla ya alama 82. Lakini nafasi ya pili yuko Al Hilal akiwa na jumla ya michezo 31 akiwa ameshinda michezo 23 akiwa na draw 8, hajapoteza mchezo hata mmoja huyu bwana katika msimamo wa ligi, lakini mpaka sasa na jumla ya pointi 77. Na story hii bwana inawahusu hawa watu wawili katika hatima ya ubingwa wa ligi ya hapo Saudi Arabia. Bwana Cristiano Ronaldo bwana ni mmoja kati ya watu wenye kiu sana na ligi ya Saudi Arabia. Kumbuka ni mtu ambaye kila ligi aliyocheza na kila timu aliyochezea amefanikiwa kuipa kombe la ligi, isipokuwa Sporting Lisbon ambapo amecheza michezo michache sana na akawa amefunga mabao 5 tu. Kwa hiyo alipocheza Manchester United akawapa kombe lao la ligi, akachukua Ballon d'Or, akawapa UEFA. Lakini alipocheza Real Madrid na hapo akawapa makombe ya ligi, akachukua Ballon d'Or. Amecheza Juventus akawapa kombe la ligi, akawapa Super Italia. Kwa hiyo amefanya vyema. Sasa amerudi tena Manchester United, akacheza kitambo kidogo lakini akaondoka. Amehamia Al Nassr bwana, analisaka kombe vizuri sana, analisaka vibaya mno na anatamani kulitoa ili aweze kusimamisha vyema rekodi zake. Kwa msimamo wa jana bwana na juzi, msimu wa juzi Al Hilal waliwapasua wakachukua ubingwa. Msimu wa jana wakachukua Al Ittihad, lakini msimu huu bwana ni wa kwao Al Nassr. Wana mchezo mmoja tu ambao umebeba hatima kubwa ya ubingwa kwa Al Nassr, ambao ni mbele ya Al Hilal. Hao ndio watu ambao ukiwafunga utakuwa umefanya vyema zaidi katika ule msimamo wa ligi. Kumbuka amecheza michezo 31 akiwa amecheza michezo 31 akiwa ameshinda michezo 23 akiwa hajapoteza mchezo hata mmoja Al Hilal. Kwa hiyo Al Nassr bwana wana kipengele kizito siku hii ya leo. Mchezo huu unakuja kuchezwa majira ya 3 usiku. Wana kipengele kikubwa siku hii ya leo kuhakikisha kwamba wanachukua pointi 3 au basi wanachukua angalau sare mbele ya mpinzani wao mkubwa ambaye hajapoteza mchezo hata mmoja. Kumbuka ana draw 8, huyu mwamba ana draw 8, hajapoteza mchezo hata mmoja, ila Al Nassr wao wamepoteza michezo 4 wakiwa na draw 1. Kumbuka hiyo ni namna gani ambavyo takwimu zinambeba sana Al Hilal kuhusiana na kupoteza mchezo. Kuliko apoteze basi ni bora asare. Na huyu jamaa usishangae kusare 4-4, kusare 3-3, kusare 2-2. Huyu jamaa kazi yake ni kurudishaga. Kwa hiyo Al Nassr siku hii leo bwana wana mfupa mgumu sana kuhakikisha kwamba huu mchezo unabeba hatima kubwa sana kwa wao kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Saudi Arabia. Wameonyesha kiwango kikubwa sana. Kumbuka kuna Kingsley Coman, lakini kuna Joao Felix ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao ni muhimu sana katika kikosi cha Al Nassr, Sadio Mane, lakini pia Cristiano Ronaldo. Hao wanatamani sana kutoa ubingwa wa ligi ya Saudi Arabia na kuweka rekodi kubwa. Lakini nikukumbushe kwamba jioni ya leo si kwamba ni jioni ya kawaida katika ulimwengu wa soka la Saudi Arabia, lakini ni jioni ambayo itabeba hisia kubwa na pressure na ndoto za mamilioni ya mashabiki wa mchezo wa soka, ambapo uwanja utakuwa kama uwanja wa vita siku hii ya leo, ambapo Al Nassr FC watakuwa wakipambana zaidi, wakipambana vikali na wapinzani wao wakubwa Al Hilal ya kule nchini Saudi Arabia, si kwa ajili tu ya ushindi wa kawaida, bali ni kwa ajili ya hatima ya ubingwa wenyewe. Mtanzania ambaye unanisikiliza na unitizama katika wakati kama huu. Lakini kwa sasa jedwali la ligi linaonyesha picha ya kusisimua kwamba Al Nassr wanaongoza wakiwa na pointi 82 baada ya kucheza michezo 32, lakini huku Al Hilal wakiwafuatia wakiwa na pointi 77, lakini wakiwa na mechi moja mkononi. Tofauti na hiyo kwamba pointi 5 inaonekana kubwa juu ya karatasi, lakini ndani yake imejaa hatari iliyofichika, kwa sababu Al Hilal bado wana nafasi ya kuifuata
kwa urahisi, wana nafasi kubwa ya kufuata kwa urahisi. Lakini hapo ndipo uzito wa mchezo siku leo unapozidi kuwa mkubwa, kwamba kwa Al Nassr hii ni zaidi ya mechi bwana. Nikukumbusha kwamba ni zaidi ya mechi, lakini ni mtihani wa uongozi, urithi na uwezo wa kushikilia kile walichokijenga msimu mzima. Kumbuka wamekuwa na muendelezo mzuri sana, kiasi kwamba wengi wakaanza kusema kwamba Al Nassr anabebwa, lakini sio kwamba anabebwa. Ameonyesha kiwango bora, amefunga sana lakini nikukumbushe kwamba kushindana leo kutaweka karibu kabisa na ubingwa. Akishinda mchezo huu leo kutaweka karibu sana na ubingwa, maana wakishinda mchezo huu leo atakuwa na jumla ya alama 85, wakimwacha Al Hilal na jumla ya alama 77. Kwa hiyo gap itakuwa kubwa. Hata Al Nassr, hata Al Hilal akicheza mchezo mwingine, kwa hiyo bado gap litakuwa limebaki pale, lakini litakuwa limeongezeka. Kwa hiyo mchezo huu leo bwana, Al Nassr akipoteza ubingwa bwana, inaweza kawa vigumu sana. Kumbuka Al Hilal ni mtu mgumu sana katika kuachia point. Kumbuka Al Hilal bwana wanakuwa na ugumu sana kuachia point, lakini kumbuka kwamba Al Hilal ni miongoni mwa timu ambazo wao kufunga si jambo kubwa, si jambo gumu sana kwao. Lakini kumbuka huu mchezo bwana umebeba sana hisia ya Cristiano Ronaldo. Kumbuka ugumu wa Al Nassr kubeba ubingwa sio kwamba ni kikosi kibovu, sio kwamba ni kwa sababu wanaruhusu sana mabao, sio kwamba amepoteza baadhi ya michezo, ila ni kwa sababu tu ya uwepo wa Cristiano Ronaldo katika soka la Saudi Arabia na katika logo ya Al Nassr bwana. Wengi wakimuona bwana huyu mwamba wanatamani basi rekodi zake zisiende sawa. Kumbuka na rekodi ya anataka kuweka rekodi ya kufunga mabao 1000 na bado sasa hivi ana mabao 971. Kwa hiyo wana namna ambavyo kuania ubingwa wake na kuania tuzo zake bwana imekuwa vigumu sana. Kwa hiyo wengi wanampiga vita, na hii vita ni kwa sababu yake bwana. Akitaka kuonyesha umwamba basi ashinde mchezo huu leo. Endapo akiushindwa, Al Hilal watakuwa na jumla ya pointi 80, wakiwa wana michezo 32, Al Nassr kuna michezo 33. Kwa hiyo muona jinsi gani watakuwa bado wana mchezo mmoja mkononi, ambao wakiushinda huu basi watakwenda kukaa kileleni hao Al Hilal, ambao itakuwa ni vigumu sana kwa Al Nassr kumchomoa katika msimamo wa ligi. Tusubirie tuone mchezo wa siku ya leo utakuwaje kwa Cristiano Ronaldo, kwa Karim Benzema na kwa vikosi vyote viwili, na ni vikosi ambavyo vimeonyesha kiwango bora zaidi na zaidi katika msimamo wa ligi na katika mwendelezo wa ligi ya Saudi Arabia. Kumbuka bwana, ni ligi ambayo imebeba mvuto mkubwa na hisia za watu wengi katika siku tofauti katika vilabu hivi bwana Mtanzania. Hii hapa ni Royal Television na mimi ni Manuel Pasco ambaye nimekusogezea story hii. Natamani tuweze kwenda sambamba zaidi na zaidi ili tuweze kuwa familia zaidi na zaidi Mtanzania unanitazama. Kumbuka siku hii leo ni mchezo uliobeba hisia kubwa za Watanzania, na kila mmoja anatamani kuona jinsi gani ambavyo mchezo huu utakuwa na hatima njema kwa upande wake. Cristiano Ronaldo bwana akikosa, msishangae bwana, huyu brother kabwaga machozi siku hii ya leo, kwa sababu yeye mpira sio tu burudani, sio tu kazi, bali ni kitu ambacho kiko sana moyoni mwake, na pale anapokosa bao, pale anapokosa pointi, anapokosa alama, huyu mwamba bwana huaga anaumia sana na kumwaga sana machozi. Kwa hiyo tutizame vyema zaidi kwa upande wake, na ni yeye ndiye mwenye kiu na shauku ya ubingwa siku hii ya leo. Tukutane wakati mwingine. Hii ni Royal Television, na kuombe usisahau kugusa alama ya subscribe, alama ya follow pale TikTok ili tuende vyema zaidi na zaidi Mtanzania.